mtu au anachukia dhambi? Mungu hajawahi kumchukia mtu hata siku moja. Sasa Anachukia dhambi. Kama Mungu angekuwa anamchukia mwanadamu, asingeweza kuruhusu mwanae afe kwa ajili yetu. sasa Yohana 3:16 anasema, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee, ili kila amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Alimtoa mwanae. Alafu upendo wa Mungu hauangalii kwamba sisi tuna kitu gani. Tofauti mimi kukupenda wewe, lazima nijue kwamba nikija redioni nina uhakika wa kupata vipindi. Siku nikasikia wewe umeachishwa kazi, ule upendo wangu na kwako unapungua, na hata mawasiliano ya simu yatapungua. Lakini Mungu anatupenda for eternity, kwa umilele, kwa sababu anajua tumetoka mbinguni na anatamani turudi tulikotoka. Mungu hasubiri apate kitu kwenye maisha yetu. Mungu hasubiri tutoe kitu ili tupate kitu. Tofauti na wanadamu, upendo wangu mimi kwa mwanadamu, na ukifuatilia semina nyingi unakuta hata mwanamke lazima uwaze unamwoa kwa sababu ipi? ndio Hadi wewe mwanamke matili, lakini upendo wa Mungu hautizami hayo yote. sawa. Mungu haangalii kama una dhambi au una dhambi ili akupende. Mungu hata kama ukiwa ni mlevi atakufuata hata baa huko huko. Kweli. Ila tu hapendi umeshakuwa mtiifu na umeshampokea Yesu, usirudi. Tunakumbuka Yesu alipokutana aliyetenda dhambi akamwambia, umesamehewa dhambi zako, lakini usitende dhambi tena. Kwa hiyo anakupenda na dhambi zako, anakupenda jinsi ulivyo, haangalii dini. Mungu haangalii dini. Hata kama umeua, hata kama umetoa mimba, hata kama itatokea kuna mabinti wametoa mimba, hata kama inatokea kuna watu wameua, hata kama Mungu anakupenda hivyo hivyo jinsi ulivyo. Sasa Na anahitaji tu moyo wako ukiri. Unaposema ni kweli nimefanya kitendo, hii ni dhambi, maana yake umesalenda. sasa Maana yake umesema kila kitu namwachia yeye. karibu sana. Umenifafanulia vizuri sana. Karibisha mara ya pili, maana kwa kwako hapa tunapata elimu, tunapata maarifa, na kwa hiyo tutaacha maarifa yaondoke. Amen. Asante, karibu. Bariki.